Hey, mambo vipi watu wangu? Karibu sana Yozi TV. Kama umewahi kufika mahali unahitaji CV alafu una laptop au yani hauna kompyuta au unataka mtu akutengenezee mpaka akulipishe, umeona? Basi leo nakuja na good news kwako kwamba nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza CV bora kabisa kwa kutumia simu yako ya mkononi bila hata kulipia kwa mtu yoyote akufanyie CV, umeona? Sasa njia hii itakuwezesha ama itamwezesha mtu ambaye ni mwanafunzi, job seeker, freelancer na watu wengi ambao wanahitaji CV, sawa. Mwishoni utaweza kutengeneza na kupata professional CV ambao unaweza kuombea kazi sehemu yoyote. Sasa kana mimi twende pamoja katika video hii mpaka mwisho kuona namna ya kutengeneza CV kwa njia rahisi sana kwa kutumia simu yako ya mkononi. Kwa wale wa Android pamoja na iPhone tutakuwa pamoja. Utakachokifanya kwa mtumiaji wa Android, download app ya Canva from Play Store. Inapatikana Canva, inapatikana Play Store. Utaidownload kwenye simu yako. Pia kwa mtumiaji wa iPhone ama iOS, pia hii application utaipata kwenye App Store. Unaidownload Canva. Baada ya hapo sasa fungua app yako kwa sign up kwa kutumia Google account, inakuwa ni haraka zaidi, pia inakuchukua sekunde chache. Nitaifungua application yangu Canva. Baada ya kudownload, baada ya kuifungua nitakwenda hapo kwenye search templates, nitaandika CV, sawa. Lakini pia unaweza kuandika resume au CV, it's okay, yote ni sawa, haina shida. Alafu nitaklik kaka chale search. Zitakuja template tofauti kama unavyoziona hapa chini, template tofauti. Sasa wewe utaangalia template gani unataka, sawa. Kuna nyingine hapa ni free, lakini nyingine ni za Canva Pro. Lakini ukiwa unafanya ama ukiwa unatumia, kuna ile free trial hata kama itakuwa ni kwenye Pro. Kwa hiyo sasa utaangalia template ipi umeipenda. Na hizi zote ni professional CV, mpaka templates zinawekwa huku zinakuwa tayari ni professional. Mfano let's say umependa hii hapa, imetulia, ina mambo mengi. Utaifungua. Kisha ifungua inaonekana hivi kama unavyoiona hapa. Sasa hizi sehemu zote unazoziona unaweza ukaziedit, kuanzia jina, kuanzia picha, kuanzia kila kitu unachokiona hapa. Kwa nitakachokifanya sasa, namna ya kuedit, utakuwa unaenda sehemu husika, una type jina lako ama kitu unachotaka kuandika. Mfano nikianza na kwenye jina, click mara mbili tiki, alafu ita highlight kile kitu. Kwa hiyo sasa hapo unaweza ukaandika jina lako, umeona? Mfano sample name, umeona? Naachana na hapo, naenda sehemu nyingine, labda ni kliki hapa kwenye namba ya simu, unaona? Kwa hiyo unaweza ukaanza +255 umeona, na kuendelea, umeona? Kwa hiyo inakuwa ni simple sana. Utaweza kuminimize, umeona? Utaenda sehemu nyingine, utakuja labda kwenye skills, utaklik pia, double click, unaona? Ita highlight. Kwa hiyo utaanza kuandika moja baada ya nyingine skills ulizonazo, unaona? Baada ya hapo pia unaweza ukasize hivyo kwa mkono. Lakini pia ukiwa umekosea unaweza ukaja juu kabisa huku, utaona kuna vihalo vimebendi, sawa. Kwa nikiklik kana kuonyesha nyuma, utaweza kurudisha kama ilivyokuwa. Lakini pia tumeona hapa kuna picha, lakini hiyo picha inaweza isiwe ya kwako. Kwa utakachokifanya pia unaibadili hiyo picha, utaklik, umeona, kama namna hiyo. Kwa hiyo utaweza kuiondoa, utaweka picha nyingine, sawa. Sasa ukija kwa hapa chini kabisa, hapa chini hizi kuna icon imeandikwa design. Hapa ukifungua design kuna template tofauti. Kwenye element pia, ukija kwenye element kuna icon tofauti unaweza ukatumia. Ukija kwenye design, inawezekana
template moja inaweza ikawa na design zaidi ya moja. Kwa hiyo utachagua pia design unayoitaka. Ukija kwenye text hapo utakuwa kwenye T ambayo ni text, utachange font tofauti kwenye hiyo CV yako unavyotaka. Lakini pia hapo kwenye kamera utaweza kuchoose picha yoyote ambayo unataka kuattach kwenye hii CV yako utakayoitengeneza. NB, CV yoyote utakayoitengeneza usiweke picha yoyote tu, ili mradi weka professional picha ambayo inakuonyesha kweli ni hadhi fulani. Usiweke picha ambayo haionyeshi ustaarabu, labda kinamna hiyo. Nafikiri mmenipata. Lakini kuna hii brand icon, kuna vitu vingi, kuna upload, kuna tools. Kwa hiyo hivi vyote nikisema nivielezee video inakuwa ndefu. Kwa hiyo kimsingi umeshaona namna ya kuchange hizi template. Baada ya hapo sasa, ukimaliza utakuja, ukishamaliza kuichange kabisa, kuedit kila kitu, utakuja juu kabisa huko mkono wa kulia kuna ka icon kanaonekana, ka halo kanaonekana, kanaonyesha down, ambako haka kanaonyesha download. Sawa? Kwa hiyo utakibonyeza, alafu itakuonyesha save as. So umeona preparing your design. Sasa kama make design yako ikakamilika, itatake muda kidogo, itaiprepare. Umeona? Kwa hiyo hapa ndio imekuja. Sawa? Kwa hiyo hapa imekuja kama image huko. Kwa hiyo sasa utatoka, utakuwa umesha download. Lakini pia kuna ka icon huku pembeni kabisa, huku mwisho kabisa, kenyewe pia katakusaidia kuidownload, kuishare on Gmail kama unamtumia mtu moja kwa moja, lakini pia kuinvite mtu aione au collaborate. Kwa pia unaweza kutumia kiki icon cha mwisho kabisa, hiki kitakuwa na hizi option tena, na pia utaweza kudownload hapo katikati, download. Sasa option hiyo itakupa wewe unataka kudownload kwenye format ipi. Kuna PDF, kuna compressed PDF, kuna include notes. Umeona? Kwa hiyo ni wewe utachagua setting ama type ya file lako unataka udownload iwe kwenye format gani. Baada ya hapo click download. Click download, itakuwa iko tayari kabisa. Hapo ni prepare. Umeona? Kwa hiyo mpaka hapo inaonyesha white sample cells hii hapo. Kwa hiyo naweza nikaruhusu nikaifungua kwa WPS, inakuwa iko tayari. Sawa? Au unaweza ukaifungua kwa scanner, inategemeana kwenye simu yako wewe unatumia app gani kufungua document. Umeona? Hapa nimeifungulia kwenye upande wa WPS, lakini kwenye upande wa editing ndio maana unaona pia. Kwa hiyo upande wa editing kwenye WPS pia nitakuwa na uwezo pia wa kuendelea kuedit, ama kama imekamilika utaiacha vile vile ilivyo. Kingine sasa, watu wengi wanaokula hela za CV au wanaotengeneza CV, kwa hiyo wanakuta ni ujanja tu. Mtu ana laptop, maybe ana sign in kwenye Canva, anatafuta template, anabadilisha taarifa zako unazomtumia, then anaziweka hapa, anakutumia, unaona kazi nzuri. Kwa hiyo ni simple namna hii. Jaribu na wewe, utaniambia kwenye comment section kama umefanikiwa au kama umekwama sehemu, itakusaidia. Hivyo usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe, pia kubonyeza alama ya kengele ili kwa kwanza kupata video zangu, pia kushare, kucomment, kulike. Asante.